Kijana yule chini yule. Kifo. Wewe, ni nani amekuweka hapa katika kisiki cha kafara? Cha kafara? Haujasikia uzalau? Wewe mzee Kilenga, kwa nini tunafanya haya? Kumbe mwenye kiasi hichi. Mzee Kilenga, nakuahidi nikitoka hapa nitakufanya kitu kibaya utakuja kuamini ndani ya maisha yako. Wewe, hivi unajua kuhusu mdogo wako Venda? Ndugu yangu Venda. Ndugu yangu Venda, mdogo wangu. Nimekuta nini Venda? Kama vile kakako niko kwenye hali kama hii. Venda. Kilenga, narudia tena maneno haya. Kwa hicho ulichokifanya, nikitoka hapa nitafanya kitu kibaya sana. Wewe kijana, yaani wewe ni bado mtoto mdogo ambaye anayenyonya. Hapo hata ubime mpaka upasuke hauwezi kutoka kamwe, na maisha yako yatabaki hapo hapo mwenda wazimu wewe. Ukisema kweli dunia ni chungu, ila Kilenga umezidi. Sijitakufa kwa mipango ya Mungu nakwenda kukamilika au kwa yenu majungu. Mzee Kilenga, kwa nini nafanya yote haya? Vena mdogo wangu, vipi kusupai? Matoka yotoke haya hata machoni sijamweka. Mungu wangu, nisaidie niweze kutoka mahali hapa kwenye kisiki cha kafara, maana sina msaada mwingine zaidi yako. Maana umesema kwenye maandiko, amtumainie Bwana kama mlima Sayuni, hata kifuata tusika milele. Ni chizi tu, usiniue. Wewe sio chizi tena, una akili zako timamu kabisa. Wewe ni nani na umejuaje kuhusu habari zangu mimi? Usiwe na haraka, yote yanayokusibu mimi nayafahamu, na isitoshe kaka yako yupo katika mji huu. Kaka? Kakangu yuko wapi? Wewe koma na usinifuate. Wewe ni nani na amejuaje habari zangu zote? Inashangaza sana. Na vipi kuhusu kaka? Inawezekana kweli yupo katika mji? Mwenyezi Mungu nisaidie ili niweze kuonana na kaka yangu. Mkunga! Bimkunga! Wa Bimkunga! Toka nje haraka! Bimkunga, wewe ni mshenzi sana eh? Yaani, nilitegemea umekufa. Kumbe unaishi mpaka hivi sasa. Sasa basi,
mguu huu umekuja kufuata kile kiumbe ambacho tumekitengeneza miaka 5 iliyopita. Sio kila kitu unaweza kumiliki. Wewe bado mtoto mdogo sana. Tuachie sisi wakunga wa zamani ndio tutakaye miliki. Wewe mjinga eh? Unajidai nini hasa? Angalia ulivyokuwa hivyo mwembamba. Niangalie mimi una ubonge huu. Nitakuchakaza hivi mkubwa wewe. Nafikiri umenielewa. Koma! Nimeshakwambia wewe bado mtoto mdogo sana. Huwezi kumiliki vitu kama hivi. Unataka kunizoea sana eh? Shenzi mkubwa eh, tena ukome. Utakuja kufanya kitu kibaya, toka zako kule. Tena wahi kuondoka. Mzee, kabla siongea shida yangu, samahani, kuna swali nataka nikuulize. Uliza. Kuna binti alinileta hapa. Unafahamiana naye? Ndio, namfahamu. Na isitoshe ni mjukuu wangu. Na pia wako wawili. Maana wamezaliwa wale mapacha. Ili kalao lote linafanana. Sawa sawa mzee. Nimekuuliza hivi kwa sababu maana ile msichana kuna mwanamume anaishi naye. Alafu kibaya zaidi mwanamume mwenyewe ni chizi. Kwa uzuri wake, kwa jinsi alivyo. Wewe kijana, una uhakika? Panda kwenye gari unipeleke haraka sana kwa mshenzi. Mzee. Sasa gari iko wapi? Gari hiyo hapo. Panda kwenye gari nipeleke haraka sana. Mzee. Samahani bwana, mimi nakutania tu. Sikiza kijana. Hata siku moja mzee Kinenga ataniwi. Nimekwambia panda hiyo gari twende. We kiumbe, na kuagiza ukamtafute Sona popote pale alipo, arudi nyumbani haraka. Wewe acha kuogopa, sasa hivi muda wa kazi. Kaza mtoto wa kiume wewe. We Sumi, ina maana kuwa ndo umetuma kiumbe kinifuate mimi? Ndiyo. Babu si alishatukataza kutumia kiumbe. Je, vipi akijua? Atokea sababu gani? Wewe kiumbe, nenda ndani. Muda wako kufanya kazi bado. Naomba nisikilize. Kwa sasa hivi siwezi tena kuishi na nyinyi kwenye hii nyumba. Si umenielewa?
Umemwona huyu? Kuanzia leo ndo atakayekuwa mume wangu mimi, na naondoka naye. Utabaki wewe na huyo babu yako. Hapana, mimi nimeomba msaada. Inawezekanaje nikawa mume wako? Wasumi, leo umelopoka ukiwa na mimi. Sasa siku nyingine lopoka akiwepo babu, uone atakachokufanya. Mpumbavu. Kaka, ina maana siku zote nakutafuta upo kwanza. Kaka, mbona usiuzi? Kaka, basi sawa kaka, inabidi tuondoke kabla mzaja tuona. Sawa kaka, sawa. We kijana, hapa hamwezi kutoka kamwe, na mtabaki hapa hapa. Hapa ndo panakuwa mwisho wa maisha yenu. Sikiza nikwambie, yaani wakufia hapa hayupo, sio? Shansoma. Alafu sisi tunaondoka, sio kwamba haiwezekani. Kwenye hii nyumba utabaki wewe na huyo babu yako sio ujua utu. Mpumbavu wewe. Mimi nana ni mkubwa, alafu nataka kujileta na dharau. Nitakuua mimi. Na nyinyi nenda ndani. Sina tulofanya kifo. Mpumbavu wewe. Unataka kushindana na mimi? Sasa wewe inastahili utumikie adhabu. Kwa maana unataka kupinga amri ya babu, lazima nikuwe kwenye chupa. Kijana yule chini yule. Huyu ndio mshenza na wachezaji kuu zangu. Sasa leo ama zake ama zangu, lazima kimlambe tu. Huwezi kuchezea wajukuu zangu hata siku moja. Mimi ndo mzee Kilenga wewe. Wewe ni nani? Unayezuia msafara wangu? Ni mimi Chagua, ulionichukulia watoto zangu na kutaka kuniangamiza kwenye shimo la moto. Chagua? Vipi mkunga? Mzazi wetu anaendeleaje? Anaendelea vizuri na tunashukuru, tunampa hongera zake, maana amejifungua watoto wawili. Sikiliza mkunga, fuatilizia hiki ninachokwambia. Hawa watoto inatakiwa unipe mimi niondoke nao. Nikupe watoto uondoke nao? Ndio. Alafu mama mtu namwambia nini? Mzazi anapozinduka utamwambia watoto wako wote wamefariki. Mimi siwezi na haitawezekana kwangu. Mtu akishajifungua anatakiwa apewe mtoto wake. Sikiliza, uweze usiweze, nimeshakwambia watoto nipe, na kama utakataa nitakufanya kitu kibaya hutokisahau maishani kwako. Hii ni advertising ama ni trailer? Picha inakuja, fuata kama nilivyokwambia, kaeka watoto waka. Sina tulofanya kifo.
kifo, kifo, sinaitwa rufaa ya kifo, kifo, kifo. Dunia inaniandama sielewi cha kufanya. Kuna mzee anaitwa Kilinga mtani maarufu sana nakatisha tamaa. Kuna mzee anaitwa Kilinga mtani maarufu sana nakatisha tamaa, nakatisha tamaa. Fanya kama nilichokwambia. Ole wako. Mwambie. Mkunga, hadi sina kujiona, nitakuwa nimeshajifungua. Na mtoto wangu yuko wapi?